Naam, tulipoishia ndipo tunaanzia. Yangu majina naitwa Mr. Simon. Baada ya siku kadhaa kupita, James alianza kugundua mambo hayako sawa. Kila alipojaribu kufanya biashara, kila kitu kilimwendea vibaya. Ndoto zake ziliendelea kumsumbua. Kila siku akimuona bibi kizee akimfuatilia. Yakobo naye hakupumzika. Kila usiku nyumbani kwake kulijaa kelele zisizoelezeka. Watoto wake walilia usiku kucha, kana kwamba waliona vitu visivyoonekana. Kila alipolala, alihisi kitu kizito kikimkanda kifuani. Oscar naye hali haikuwa tofauti. Alipoteza kazi, marafiki wake wote walimgeuka, na kila mara alipojaribu kuomba msaada, watu walimtazama kwa macho ya ajabu, kana kwamba anafichwa jambo. Hapo ndipo walipoanza kukumbuka maneno ya bibi kizee, msiwe na kiburi, dunia inazunguka. Walijua kosa lao lilikuwa kubwa sana. James aliwaita wenzake, akasema kwa machozi, ndugu zangu, tumekosea. Tulimdhihaki mtu ambaye hakuwa wa kawaida, ndio maana tunateseka. Yakobo akatikisa kichwa kwa huzuni. Hali hii itatuua, tumelogwa kwa sababu ya kiburi chetu. Oscar naye akalia, hapana, hatuwezi kuendelea hivi, ni lazima tumrudie Mungu, ni lazima tuombe msamaha. Wote watatu wakaweka mikono yao kwa pamoja, machozi yao yakatiririka. Kwa sauti moja wakalia, Mungu utusamehe, tumejawa na kiburi na dhihaka, utusamehe kwa kosa letu. Mara walihisi hali ya tofauti, kama upepo wa ajabu uliondoa uzito uliokuwa umewakalia, lakini mioyoni mwao walijua safari haijaisha. Walijiuliza, je, Mungu atawasamehe mara moja au bibi kizee atarudi tena kuwapima? Safari ya toba ilianza, lakini vita vya roho vilikuwa bado havijafika mwisho. Naam, langu jina naitwa Mr. Simon. Sehemu ya 3 tunaishia hapo. Tukutane tena katika sehemu ya 4. Nikukumbushe tu, kama uja subscribe, share, like, comment. Washa alama ya kengele ili kuwa kwanza kupata kila aina ya simulizi ambayo itakuwa inaendelea kwenye channel yetu. Naam.